nimekiandika kwa Kiingereza, kinasema kwamba be still, God is in control. Yaani tulia, Mungu anatawala. Nimekuwa najaribu kutafuta neno la Kiswahili, naona bado kwenye Kiswahili kama haikai sawa, lakini nakusudia kuzungumza kwamba tulia, kaa kwa kutulia, Mungu anatawala au Mungu yupo kazini. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Umewahi kujiuliza kwamba baada ya kuwa ulikuwa na matarajio ya kitu fulani kwa hamu, alafu kile kitu hakikutokea ulivyotaka, na alafu ukaomba na bado ukupewa majibu ya kutosha, na bado haukujibiwa kama ulivyotarajia? Kwanza haukujibiwa kama ulivyotarajia, lakini pia majibu uliyopewa hayajitoshelezi, hayakuridhishi. Utafanya nini? Unafanya nini? Umekuwa na mambo, umemwomba Mungu, amekujibu tofauti na ulivyotarajia, lakini pia hata alivyokujibu bado haujaridhika. Unafanya nini? Ziko option nyingi. Wapo wanaosusa kusali, sema kuanzia leo siendi kanisani. Kwa nini Mungu hajanijibu? Nimelia, nimeomba miaka, nimefanya hivi, kwa nini hajanijibu? Unaamua kususa, sema kuanzia leo siviendi na vikanisa. Na wengine wanaweza kusema kabisa, kuanzia leo hii Biblia ninaigawa kabisa, siisomi tena. Zika option nyingi, lakini nataka Mungu atusaidie tujifunze kutokea kwa hawa wanafunzi 11 wa Yesu ambao Yesu aliwaacha. Tunakumbuka wiki iliyopita kwamba ukiangalia ule mstari wa 6, Biblia inasema baada ya Yesu kuambia wabaki pale Yerusalemu hata watakapoletewa ile ahadi ndani ya siku hizi chache. Aliwaambia siku chache, hakuambia siku ngapi. Na akwambia kama mlivyosikia kwamba Yohana alibatiza kwa maji, lakini ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu ndani ya siku hizi chache. Niombe kama una Biblia usiifunike, ili mimi nafundisha Biblia, kwa hiyo usifunike Biblia yako, ili ninapokuwa ninasoma ujue ninatoa wapi hicho ninachokisema, situngi haya mambo ninayoyasema. Wakamuuliza, mstari wa 6, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Hili ni swali la muhimu sana ambalo ilipaswa Yesu awajibu kwamba ndio au hapana, kwamba ndio wakati au hapana sio wakati. Lakini majibu ya Yesu yanakuja hivi, akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Anyway, wanafunzi wakapiga kimya, wakasema anyway, tusibishane na mkubwa, tumwache, maana ndio tuko naye huko, tutafanyaje? Wakaondoka naye, wakaenda mpaka nje ya mji, akapaa, akaondoka. Sasa alivyoondoka, mstari wa 12 unasema, kisha wakarudi kwenda Yerusalemu. Waliporudi, Biblia inaeleza kwamba waliingia, ule mstari wa 13,
waliingia kwenye nyumba ambayo walikuwa wanakaa wale wanafunzi. Yametajwa yale majina, walikuwa 11. Na Biblia inasema walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali. Maana walikuwa wakiendelea, waliporudi wakarudi kukaa Yerusalemu kwenye nyumba ambayo wanafunzi wa Yesu walikuwa wanaishi. Wakakaa mule na wakawa mara kwa mara wanakutana wakiomba, wanaomba. Sasa siku moja Petro akasimama, mstari wa 15, akawaambia, jamani, unajua kwamba walikuwepo wale watu walikuwa 120 sasa wakati huo. Akawaambia kwamba ilipaswa andiko litimizwe. Anamzungumzia Yuda kwamba ilipaswa andiko litimizwe, kwa maana kwamba yule ambaye aliwaleta wale waliokuja kumtesa Yesu, ilipaswa litimizwe, kwa maana ya kwamba yeye ndiye atakayemsaliti Yesu, lakini pia kwa sababu alihesabiwa pamoja na sisi, nafasi yake aichukue mtu mwingine. Maana yake kwamba nafasi ya Yuda, kwa sababu Yesu alichagua watu 12, na andiko linasema yule mtu aliyekuwa nafasi yake alipoondolewa, yeye apelekwe mahali pake mwenyewe, lakini nafasi yake achukue mtu mwingine. Petro akasema, akatoa sifa za mtu ambaye anatakiwa. Maana yake Yesu alichagua mitume 12. Naomba ili nieleweke, alichagua mitume wangapi? 12. Katika 12, mmoja ni Yuda ambaye alimsaliti Yesu. Baada ya kumsaliti, alienda akajinyonga. Alipojinyonga, inaonekana kwamba alikaa kwenye mti muda mrefu, na baadaye ule mwili wake ukadondoka na matumbo yake yakasambaa. Na Biblia inasema kwamba watu wote walifahamu hizo habari. Sasa anatakiwa upatikane mtu mwingine ambaye naye atakuwa mtume katika mitume 12. Lakini wakati huo anazungumza walikuwa watu 120. Sawa, watumishi wa Mungu, watu 120. Sasa wanapotafuta kumpata mtume mwingine, lengo ambaye aungane na wale watakaokuwa mashahidi, sifa walizozitaja, sifa za mtu anayepaswa kuwa mtume. Angalia ule mstari wa 25 kwamba ashike mahali katika huduma hii na utume huu aliyoukosa Yuda. Maana yake Yuda baada ya kuchemka, ule utume alifanyika, aliukosa, na kwa sababu hiyo utume anapaswa apewe mtu mwingine. Sikiliza sifa sasa, sifa za mtu anayepaswa kuwa mtume. Mstari wa 21, mstari wa 20, kwa maana imeandikwa katika chuo cha Zaburi, kikao chake kiwe ukiwa, wala asiwepo mtu wa kukaa. Basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu, kuanzia tangu ubatizo wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda juu, inapasa mmoja wao awe shahidi wa kufufuka kwake pamoja nasi. Mitume walipaswa kuwa ni mashahidi wa kufufuka kwa Kristo. Lakini sifa za mtume, anapaswa kuwa awe alikuwepo wakati wa Yesu. Sio tu wakati wa Yesu, kuanzia wakati wa ubatizo wa Yohana. Maana kama haukuwepo wakati wa ubatizo wa Yohana, umekosa sifa za kuwa mtume. Kama haukumuona Yesu, umekosa sifa za kuwa mtume. Lakini sio tu kumuona, maana waliomuona ni wengi, na hapa walikuwepo 120. Biblia inasema lakini pia huyo mtu awe alikuwepo wakati Yesu anapaa, awe alimuona Yesu akipaa. Kama haukumuona, umefeli, umekosa sifa ya kuwa mtume. Sasa hapa kuna vitu viwili vya tofauti. Kuna huduma ya mtume na karama ya utume. Ni vitu viwili tofauti. Unaoona sasa hivi hapa, hawa kilichopo ni huduma ya ni karama ya utume ambao wengi hawana.
Watu tunapenda majina, lakini ukweli ni kwamba wengi hawana sifa za kuitwa mitume, kwa sababu qualification, kama unaomba kazi inatolewa listi kwamba kazi hii tunataka mtu awe na sifa hizi. Ukizikosa maana yake umekosa kazi. Ila kwa sababu tunahubiri neno la Mungu na tunahubiri mafundisho ya mitume, tunabeba karama ile ya utume, kwa sababu tunafundisha mafundisho ambayo mitume ndio walikuwa wanafundisha. Watu wana mitazamo mingi kuhusu kwamba miaka hii kuna mitume au hakuna, manabii wapo au hakuna. Ipo karama za unabii, na sitaki kwenda huko kuzungumza sana, lakini nataka uelewe kwamba sifa za mitume ambao Yesu aliwachagua, ambao maneno yao yalikuwa na mamlaka, yani akizungumza neno, hilo neno linakuwa ni neno la Mungu. Mimi nikizungumza neno langu lazima mlipime. Ndio maana napokuwa nafundisha, nataka nifundishe ukiwa unaangalia Biblia, ili ninachokisema ukiangalia kwenye neno. Je, hichi anachokisema ndio chenyewe au ametunga? Naweza nikalala, nikaamka, nikaja na mambo yangu, nikaleta nikasema, jamani, kuanzia leo Yesu amesema hatutakiwi kufunga, tukae humu ndani mpaka siku 40. Nikafunga mlango, nikawapiga kiberiti. Lazima watu wapime. Bwana Yesu asifiwe. Iliwahi kutokea Kenya, na mara nyingi tena Kenya wametokea wengi. Kenya mpaka leo kuna Yesu mmoja anaitwa Yesu wa Tongoreni. Wangapi wanamfahamu? At least wapo wanaomfahamu. Na ana mambo mengi. Kwa kama hakuna mahali ambapo unaweza ukapima, sisi mamlaka yetu ya mwisho ni neno la Mungu, sio mtu. Mamlaka yetu ya mwisho ni neno la Mungu. Mtu akizungumza tunapima alichokizungumza kutoka kwenye neno la Mungu, na hiyo ndio mamlaka yetu ya mwisho. Sasa nizungumze haya mambo, nataka kusema be still, God is in control. Jambo la kwanza nataka nizungumze hapa la kujifunza ni utii pamoja na uvumilivu. Utii pamoja na uvumilivu. Fikiria, Yesu anawaambia wanafunzi wake, wanamuuliza je, wakati huu ndio wakati ambapo utakapowarudishia Israeli ufalme? Walipokuwa wanazungumza kurudisha ufalme, walikuwa wanazungumza jambo la kisiasa, kwa maana ya kwamba sasa huu ndio wakati, kwa sababu Yesu ni Masihi, walijua anakuja kuangusha ufalme wa Kirumi, halafu Yesu atakuwa mfalme. Na kama Yesu anaondoka, basi kati yao aidha Petro au nani ndio atakayekuwa mfalme, afu wengine mawaziri. Yesu akawaambia, sio kazi yenu. Sio kazi yenu. Maana yake kuna mambo ni kazi yenu na kuna mambo sio kazi yenu. Lakini pia unapohitaji majibu kwa Mungu, yapo anayeweza kukujibu na yapo ambayo hawezi kukujibu na hata kujibu. Unaweza ukalia, unaweza ukagalagala, unaweza ukajikatakata, unaweza ukafunga siku 100, hawezi hata kujibu. Na inawezekana asikujibu kama ulivyotarajia, na akakujibu tu rahisi. Sio kazi yako. Nitakupa Roho Mtakatifu. Baba, mimi nauliza hela. Mimi baba ya Roho Mtakatifu. Tusoma wakati Yesu anasema wanafunzi, wakati Yesu anafundisha kuhusu maombi, anasema kwamba ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapatia wana wenu vipawa vyenu, je, Baba yenu hatawapa zaidi Roho Mtakatifu au wanaomwomba usiku na mchana? Maana garanti ya kile Mungu anachoweza kukujibu, ambacho ni uhakika, kama ukikazana kuomba, Roho Mtakatifu utampata. Lakini sio kila kitu unachokiomba lazima ujibiwe. Wanafunzi pamoja na kuwa hawakujibiwa vile walivyotaka, na amewaambia warudi Yerusalemu. Walirudi Yerusalemu. Walirudi Yerusalemu, na walipofika Yerusalemu wakaingia pale ambapo Yesu aliwaambia wakae. Hapa nikuulize, mtumishi wa Mungu,
Wewe usipojibiwa bado utaendelea kuwa mtii. Walipaswa kurudi Yerusalemu na hawajajibiwa, hawajapewa majibu waliyotaka. Wewe utarudi? Tuishi Mungu, utarudi? Umeomba kazi muda mrefu, Mungu hajakujibu, hajajibu, hajatosha, inawezekana hata hajasema chochote, kimya. Na je, utavumilia? Let's say Mungu anakujibu, anasema nitakupa ndani ya siku hizi chache. Biblia inasema kwamba siku moja kiunabii ni sawa na miaka 1000, na miaka 1000 kwa Mungu ni sawa na siku moja. Kwa hiyo Mungu akikwambia siku chache hivi karibuni, kama ambavyo Biblia inasema kwamba tuko kwenye siku za mwisho. Yesu anakuja wakati wowote, lakini inaweza ikapita miaka 20 haje, lakini yuko karibu. Kwa hiyo umekaa katika namna ya kusubiri. Mwaka wa kwanza unasubiri, mwaka wa pili unasubiri, mwaka wa tatu unasubiri, haujajibiwa. Utakuwa mvumilivu. Kijana mwenzangu, utakuwa mvumilivu. Na shortcut zipo, utakuwa mvumilivu. Ni binti, unajua sisi tunatofautiana. Ukiongea na mabinti na wanawake utakutana na mawazo mengi. Kuna mabinti na wanawake wanapenda sana watoto. Yaani binti hajaolewa lakini anapenda mtoto, na anaona wa kumuoa hayupo, anajirahisisha apate mtoto. Yaani ni mradi tu kwamba apate karafiki kake na apate kiume. Tuna mawazo tofauti. Wewe ongea nao utasikia. Watu tuna mawazo tofauti. Kwa hiyo mtu anaweza akakaa, anaona, anasubiri, muda unaenda, ameomba. Of course Mungu anampa kabisa amani kabisa kwamba ulichoomba tayari majibu, subiri wakati wowote. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Mbona kuna kalima nzima? Mbona kuna mkaka mmoja hapa ananiambiaga tu, ananipigia simu tu mara kwa mara, simuelewi. Basi moja nimjaribu, nasema habari, yaani tu ya kumchokoza. Yaani unataka kujua kama bado yuko oni au ashapata mwingine. Sema lakini mimi sitaki yale mambo yako yale ya kuniambia nije kwenu. Mimi nataka mtu ambaye yuko serious. Unapata hapo serious. Utasubiri. Haya mambo ni rahisi sana kusema. Ni rahisi sana. Lakini mtumishi wa Mungu, watu wanafeli. Watu wanakosa uvumilivu. Watu wanashindwa kusubiri. Na wakati mwingine mtu ni rahisi hata kubadilisha mahali pa kuabudu. Sasa hapa naona kama nimewekea mkono, takuwa hapa hamna upako. Unakuta mtu anakuambia nimeenda kwa fulani, nikaenda na kwa fulani, nikaenda na kwa fulani. Kama vile anayemtafuta ni fulani, lakini sio Mungu anayemtafuta. Ndio maana anapimisha upako kwa kulinganisha majina ya watu. Sema fulani ameniombea, sijaona, fulani kaniombea na fulani kaniombea. Nimesafiri mpaka nimeenda Bagamoyo, kuna mtumishi nilimsikia kwamba kule yeye ndio faya, nikamfuata. Kwa sababu watu wanakosa. Mtumishi wa Mungu wakusaidia kuvumilia, kusubiri. Anaweza asikupe majibu, anaweza
asikupe muda, anaweza akakupa muda, lakini pia muda wa Mungu sio muda wa wanadamu. Ni rahisi kunakuwa na pressure, watu wanakuwa wanakuangalia, watu wanasubiria, wanatamani waone matokeo. Kama ni binti ulikuwa nyumbani, kuna enzi ulikuwa ukionekana, hata simu inaonekana, sauti za wanaume zinasikika, maswali unaulizwa, wewe wanaume hao nini? Lakini kuna wewe vipi, mbona hatusikii kama kuna hata mtu anayekusumbua kupigia simu. Nilikuwa na binti mmoja rafiki yangu, akawa ananiambia, mchungaji niombee, yeye mimi hapa sasa, yeye nani mashangazo ananiambia, umemwona fulani rafiki yako wewe tayari kaingeji Jumapili iliyopita na fulani nasikia hivi karibuni, wewe vipi, mbona hatuoni? Pressure, yani mtu anakuwa ndani ana pressure. Sijajua kama umewahi kupitia hicho kipindi, yani una pressure, yani sasa unataka mashindano fulani mwezi uliopita na mwingine tayari ameshakupa kadi ya mwaliko. Kama kuna mashindano unatamani na wewe atokeze tu mtu yoyote, ili na wewe utangaze, uzime midomo ya watu. Mungu akusaidie mtumishi wa Mungu. Utii na kumsubiri Mungu inaweza kuchukua muda, lakini pia inaweza isitokee kabisa, kwa sababu hawa waliambiwa mtapokea Roho Mtakatifu ndani ya siku hizi chache. Sio ufalme waliokuwa wanataka, ila Roho Mtakatifu. Kama wewe mchungaji, kweli mimi Roho Mtakatifu, mimi nimekuja nataka maombi ya hela. Roho Mtakatifu kwa nini? Roho Mtakatifu si nitafunga tu, nitamuomba, tasoma neno, tampata. Nataka hela mchungaji, mpenyo, mambo ya kazi mchungaji, nataka kazi. Kama vile mchungaji ndo ana store ya kazi, anachukua na kubandikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, Mungu atusaidie. Uvumilivu unathibitisha ya kwamba unamwamini Mungu na unaamini muda wa Mungu, kwamba Mungu hata kama amechelewa anajua anachokifanya, hata kama hajanijibu anajua anachokifanya, anatawala, anajua kila kitu. Unamwamini Mungu na unamsubiri. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, maombi. Angalia ule mstari wa 14. Biblia inasema hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Hawa watu walikuwa wakidumu. Lile neno kudumu, dumu, linaonyesha jambo linalofanyika mara kwa mara. Ni jambo ambalo linafanyika mara kwa mara. Wakiwa katika kusubiri, walikuwa wakiendelea kuomba. Hawajui nini, hawajajibiwa wanachotaka, lakini walikuwa wakidumu katika kuomba. Wewe rafiki yangu, hujajibiwa, anyway, una matarajio, haujui nini, unaendelea kuomba. Hawa walikuwa wanaendelea kuomba Mungu. Anyway, unasema potelea mbali, hata huyo Roho Mtakatifu mwenyewe tumpokee. Sasa ila wewe unaona kabisa uliomba vitu vingine, unaona Mungu labda anachokubariki anakubariki tu, unaanza kuona moto unaokuja ni moto wa ushuhudiaji. Mimi sitaki moto wa ushuhudiaji. Nataka kazi, nataka hela. Yeye unaona unaomba vitu vinavyokuja tu ni kwamba huduma.
ukilala, ukiota, unaona maono yanayokuja, unaombea watu. Yaani wewe uko busy na kazi ya Mungu. Nionyeshe hata nione nikiwa nimefungua duka. Bwana Yesu asifiwe. Utaendelea kudumu katika kuomba? Kijana mwenzangu, utaendelea kudumu katika kuomba? Maana ngoja nikwambie, ili ujue umuhimu wa ufalme, inawezekana usione uzito wake. Fikiria, Yesu ndiye ambaye alikuwa kama kava ya kina Petro. Mnakumbuka wakati Yesu amekamata, kilichotokea? Petro alijaribu kupigana. Yesu akamwambia Petro, weka panga pembeni, akamshika sikio aliyekuwa anaumwa, akamponya. Petro akasema, wewe, nilijua hapa vita ni vita mura. Sasa huyu naye aelewaje kumbe mambo ya vita? Afadhali mimi nisepe tu. Maana sasa utamsaidiaje mtu asiyejisaidia? Bwana Yesu asifiwe. Petro akala chocho, ila akasema nitaendelea kufuatilia nione kitakachotokea huyu mshua. Maana alikuwa anaokoa watu, alimfufua Lazaro, niliona. Hebu ngoja tuone leo kitakachotokea. Petro anafuatilia na Petro, lakini wewe si mwanafunzi wewe. Wewe mama, tuheshimiane. Mimi na huyu wapi na wapi? Petro akahama, akaenda kwenye moto. Petro, lakini hata unavyopiga hizo step zako hizo, mbona kama wewe mama, mbona umenikalia kooni jamani? Mama wengine ili sijui ana matatizo gani. Kweli kwa mimi ukiniangalia mimi nafanana na huyu. Nafanana naye. Angalia tasura. Mimi ni mtoto wa mjini kabisa, nifanane na yule. Anawezekana mtu anaweza akaenda mbali akatamka hata maneno ya ovyo, ili mradi tu kwamba jitu kwa maneno haya hawa watu hawafahamiani. Hata anamtukana kabisa. Petro anahama sasa hivi. Mwingine Petro. Watu nao wamejiandama. Nimemwambia simjui na simjui tena mara 7 nimesema. Jogoo akawika. Niongoka. Petro akaondoka. Sasa anatarajia angalau sasa mshua amefufuka, tuangushe hao watu, mimi ni waziri mkuu, tuwanyooshe. Alafu naambia hamna mambo ya ufalme wa nini, tunaingia rohoni mtaani kuhubiri injili. Takata vitu. Alafu mshua mwenyewe mmoja mnamtegemea hayupo. Kasha paa zake na mjui atakuja lini. Lakini hawa watu wanarudi, wanaenda kwenye ile nyumba kama alivyowaambia, wanamwambia anyway, hata kama tutakuwa kama kondoo. Maana Yesu alipokuwa anawapanga, mtakuwa kama kondoo katikati ya nini, angalieni muwe na busara na nini, watawachinja. Lakini kuna Petro wakaamua kwenda kukaa, wanamsubiria Yesu, wakawe mashahidi, wakadumu katika kuomba. Wewe mtumishi wa Mungu, hujajibiwa mwaka wa 2, mwaka wa 3, utaomba? Utaendelea kuwa kanisani? Kuna watu huwa wanachangamka ile mara ya kwanza amekuja kanisani, labda kumekutana mkutano, anahubiriwa ukiokoka utapata mume, ukiokoka utapata mchumba, ukiokoka mambo ni mseleleko, ukiokoka sijui wewe duka ni nje, ukiokoka Yesu amekuja tuwe mabilionea, na shuhuda zinakuwepo kama 100 hapa. Unasema anyway, na mchungaji anakwambia ukiona mwanzio nini zako tia maji, huko kwenye foleni na wewe akitoka huyu ni zamu yako. Okay, maybe mwezi ujao unaopita wanaokuja kutoa shuhuda za uchumba wengi kabisa, waliotokewa, walionunua magari, walioolewa na wazungu, wanakuja wengi. Maybe na mimi labda kesho kutwa unaendelea kuvutia pumzi, mwezi wa 3 wa 4 mwaka au nilipigwa, mbona sielewi. Naendelea mwaka wa 3 wa 4 hivi kanisa linatuacheni waendeleje hao. Mimi nilikuwa najua nataka nipate mke, sasa sijampata. Utaendelea kuvumilia, utaendelea kuomba, utaendelea kudumu katika maombi. Na ndio maana ni hatari watu kuokoka kwa sababu ya vitu. Kwa sababu Mungu, kuna neno moja napenda kutumia, Mungu ni mtabu.
Mungu ni fundi. Yaani Mungu huwezi kumcontrol. Yaani yeye huwa anafanya vile anataka, sawa sawa na mapenzi yake. Kama mapenzi yake hayako hivyo unavyotaka, yaani inabidi ukae kwa kutulia. Na hauwezi kumwendesha. Mungu sio mwanadamu. Eti labda unaambia kama vipi, kama hutaki nikuoe mwaka huu, nitachukua mwingine. Mungu hayuko hivyo. Kama unataka chukua mwingine. Mungu haendeshi. Yaani Mungu huwezi kumwendesha, huwezi ukampangia. Yeye ni Bwana. Maana unapoenda, nenda kwa unyenyekevu, ukae kwa kutulia na umsubiri. Na usubiri kwa wakati wako, sio wakati wako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama ulipewa matumaini, naomba nikukatishe tamaa. Mungu ndiye anayetawala. Wewe kaa kwa kutulia. Mungu anatawala. Mungu hajibu kwa mihemko. Dumu katika kuomba, endelea kuomba, na nakwambia ukikaa kwenye maombi, uwepo wa Mungu utazidi kwenye maisha yako. Mungu ataendelea kuwa mkubwa. Inawezekana Mungu anakutumia kusaidia wengine, wapo watakaofunguliwa kupitia wewe, wapo ambao Mungu atawatendea kupitia wewe, na wao ukiwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakumbuka wachungaji wetu huko kijijini. Kiatu chake unaweza kukuta hata sole imeshaisha, na hata huko yaani kuna viraka, lakini alikupiga maombi. Unaona kabisa mambo yanatoka, ila yeye bado. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Mungu anatawala. Tunatakiwa tumpende vile alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kuwa na ufahamu sahihi wa Mungu, ili usiyumbishwe na upepo. Na ngoja nikwambie, maombi ni kitu cha ajabu sana. Maombi ni kama hawa watu ambao wanakuwa wanalima miti ya mbao. Hawa watu wanaolima miti ya mbao, ukiona anapanda leo, usidhani anategemea kupata hela labda mwezi ujao. Anaweza kuwa anasubiria, watu wa Iringa wanajua. Anaweza kuwa anasubiria miaka 30, miaka 40 ijayo, ila akivuna, anavuna vitu vya uhakika. Inawezekana leo mambo hayaonekani, uendelee kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Zinaweza zikapita siku nyingi, lakini ipo siku utamuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ngoja nikwambie, siku za watu wanaolima miti ya mbao, wanakopesheka. Unaweza kukuta jamaa, unasikia huyu jamaa alikuwa ameenda benki kakopa milioni 200. Kwani ameweka collateral nini? Ana mashamba yake huko Iringa, sijui eka ngapi za miti. Na miti, wewe ulikuwa hapa kijijini, unacheza watu wamelima miti. Wakati wengine wana maombi, wewe unaendelea kucheza. Siku unakumbuka kushika shuka, watu walipanda miaka mingi, unaanza kuona mambo yanatokea. Unatamani yatokee leo, kumbe kuna watu wamewekeza miaka na miaka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie, na nikushauri kijana, mtoto na wanafunzi ambaye unaanza kuwekeza leo. Huu ni wakati mzuri. Na usiwekeze kwa haraka. Watu wanaowekeza huwa hawawi na haraka. Ukiangalia hizi vitu vinaitwa UTT na hizi government bond, unapoweka wanakuambia unavuna baada ya miaka 20. Maana unapoweka unaweza ukaweka ukasahau, ukaenda kutembea na haukumbuki kama uliweka, kama anavyosahau mashamba. Ila siku ukianza kuvuna, unavuna umetulia. Watumishi wa Mungu, maombi yanalipa, ila sio kwa wakati unaofikiria wewe. Jifunze kuwekeza. Sio umeona umeokoka leo, unaanza kuomba leo, unataka majibu kesho. Tumishi wa Mungu, moyo mvumilivu, endelea kudumu katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Familia nyingi zinapata changamoto kwa sababu watu hawaombi. Ngoja nikupe siri hii ufahamu. Watu ambao hawaombi wanakuwa wanaangaliana. Na kwa sababu wanaangaliana, wanachokiona ni madhaifu na mapungufu ya watu. Kwa watu mtu anaanza kupambana kufix tatizo lako. Kumbe kadiri anapokufix ndio wanapoona kama huyu jamaa mbona ananifuatilia, mnaanza kugombana. Watu wasioomba ni watu ambao wanagombana mara nyingi. Watu wasioomba ndio wasengenyaji.
Watu wasioomba ndio wana maneno mengi, kwa sababu hawana muda wa kutulia kwenye maombi, ila wana muda wa kusengenya na kusema watu. Ngoja nikwambie, watu wanaoomba ni watu ambao macho yao yanaangalia mbinguni. Hawaoni watu, wanamuona Mungu, wanaona ukuu wa Mungu. Kwa hata kama mtu ana matatizo, hawaangalii matatizo, wanaangalia ukuu wa Mungu. Wanachukua matatizo ya watu, wanapeleka kwenye ukuu wa Mungu. Hizo ndio sifa za watu wanaoomba. Nataka nikwambie, mtumishi wa Mungu, watu wanaoomba ni watu ambao Mungu kwenye maisha yao anaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Dumu katika kuomba. Mungu akusaidie. Mimi babu yangu aliniambia, alinifundisha nikiwa na miaka 8. Miaka 8, mwaka 2002. Ndio ambapo babu yangu alinifundisha. Akaniambia, mjukuu wangu, kama unataka kumuona Mungu kwenye mitihani yako, jifunze kufunga na kuomba. Kama mtoto, unajua mimi maombi yangu alikuwa sio meza Mungu, leo sili sinywi, nataka niwe wa kwanza au wa pili au wa tatu. Nimemaliza hapo, naenda kucheza. Kesho tena maombi yangu ni yale yale, nimefunga na Mungu, leo mimi sili sinywi, nataka niwe wa kwanza, wa pili au wa tatu. Nimemaliza, naenda kucheza. Hayo ndio alikuwa maombi yangu. Nimemwona Mungu. Na hata ilipofika wakati niliposikia kwamba Mungu anataka nimtumikie, siku sita, na unajua nimemuona kuanzia nikiwa darasa la kwanza, na leo nimemaliza chuo. Hata after all, hata kusoma kwenye yeye ndiye aliyenisomesha. Na acha. Tumishi wa Mungu, jifunze kudumu katika maombi. Sio na papara. Sisi vijana tuna changamoto, watumishi wa Mungu. Mimi mwenyewe hizo changamoto ninazo. Yaani mtu anaweza kwanza akaweka mipango, akaanza kufanya, hapo ndo anaenda kumshirikisha Mungu. Yaani anaanza kwanza mipango, afu baadaye analeta Mungu. Sasa unajua mshikwa nini? Wewe potezea tu. Wewe unajua nini? Angalia tu. Mishemishe hizi zimeshazipanga. Tokea tu mshua mambo ya nyoke. Watoto wao. Jifunze kuanza kuomba kabla haujaanza kupanga. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niende nikamalize hapa mambo ambayo maombi yanakusaidia. Maombi yanakusaidia kupata uelewa sahihi wa neno la Mungu. Unapodumu kwenye maombi, maombi yanakusaidia kuanza kupata uelewa sahihi wa neno la Mungu. Unapokuwa unajifunza, muangalie Petro. Petro huyu, mstari wa 15 mpaka wa 18, 19. Petro unaona anaanza kufafanua maandiko. Petro umekuwa mhubiri sasa hivi. Wewe umemkana tu juzi. Tena mimi ningekuwa Yakobo ni yule Petro. Tena usijifanye mtani. Hebu kaa pembeni hapo. Wewe ulimkana wewe. Ulimkana. Afadhali mimi nisijamkana hata kama sikuwa karibu. Wewe Petro, acha hayo mambo. Lakini unamwona Petro ana ujasiri, anaanza kufafanua maneno ya Mungu. Kwa sababu ni mtu sasa amedumu kwenye maombi. Maombi yanakupa utulivu. Unapata uelewa wa neno la Mungu. Na unaona Petro kabisa anaeleza kwamba maneno ya Mungu ni Roho Mtakatifu alikuwa anazungumza. Anaweza kuwa alikuwa anazungumza watu, lakini ni Roho Mtakatifu ambaye alikuwa anazungumza. Na jambo lingine ambalo maombi yanakusaidia, maombi yanakusaidia kuyafahamu mapenzi ya Mungu. Maombi pamoja na neno la Mungu yanakusaidia kufahamu mapenzi ya Mungu. Unaona hapa hawa watu walikuwa wanahitaji mtu wa kumchagua ashike utume ambao Yuda ameukosa. Walichokifanya, Petro anasema hivi, jamani, mmoja wetu kashapotea, tunatakiwa tumpate mtu mwingine. Walichokifanya, wakaangalia kwanza neno la Mungu linasema nini. Baada ya hapo wakachagua watu. Wakataja kwanza sifa, wakachagua watu. Walipochagua watu, wakapiga kura. Ngoja nikwambie kitu kinafanya wakati unapokuwa unaomba na kusoma neno la Mungu. Kinachotokea ni kwamba kuna process huwa tunaita fade out. Fade out maana yake
Yaani kitu kinakuwa kinapungua kutoka kwenye maximum kwenda mpaka zero. Hata kama ilikuwa ni kwenye infinity, inatoka kwenye infinity kwenda kwenye zero. Maana yake ni kwamba kadiri unapokuwa unaomba na kusoma neno la Mungu, wewe mambo yako yanaanza kupungua. Inafika wakati unaweza kukuta unawaza jambo, unalifanya linakuwa kama ulivyowaza, na ukadhani ni wewe. Sio wewe, ni Mungu kupitia wewe. Kwa sababu kadiri unavyojizoeza, maana yake Biblia inasema Yesu atakuwa ndani yetu na sisi tutakuwa ndani yake. Maana yake kama vile ambavyo waya ukiwa na umeme unakuwa ndani ya waya na waya unakuwa ndani ya umeme. Sasa ukisema anyway, mimi sitaki kushika umeme, nataka waya, lakini umeme una waya. Na ukisema anyway, mimi sitaki umeme, nataka waya, lakini umeme uko ndani ya waya na waya uko ndani ya umeme. Kwa hiyo hauwezi kuvitenganisha. Ndivyo ambavyo mtu ambaye amemshiba Mungu, inapotokea bwana Yesu anakuwa ndani yake na yeye anakuwa ndani yake. Kwa hiyo unaweza ukamwangalia, unasema simtaki Yesu lakini namtaka huyu. Unamkuta Yesu yuko ndani ya huyu, unasema anyway, nataka huyu peke yake. Unakuta huyu naye yuko ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na hichi ndio kinachowachanganya hata wachawi. Anakufuata, anakuangalia, anasema yaani ni mdogo lakini sasa hatumwezi. Yaani kwa sababu wewe uko ndani ya Yesu na Yesu yuko ndani ya wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hata mawazo yako yanaanza kubadilika. Unaweza ukawaza, of course wakati mwingine Mungu anaweza akazungumza na wewe kwa sauti, kwa ndoto na mambo mengine, lakini sio mara zote Mungu atakuja aseme na wewe kwamba wewe nenda kafungue duka Flamingo. Ukifika Flamingo atakuja nane. No, Mungu anatumia akili aliyokupa, anakutumia mawazo aliyokupa. Maana kadiri unavyojiungamanisha na yeye, maana mawazo yako yanaanza kubadilika. Unaanza kubadilika namna unafikiri, unaanza kubadilika namna unapanga. Unaweza ukawaza kupanga kufanya jambo fulani, unadhani ni wewe, kumbe ni Mungu anapanga kupitia wewe. Unalifanya linakuwa kama ilivyokuwa. Ulikuwa unapanga sema anyway, nilikuwa nawaza nipite hapa, sema anyway acha nipite hapa. Anyway, sitaki kupita hapa, ngoja nipite huko. Hapo unasikia kule ulikokuwa unataka kupita imetokea ajali na watu wamekufa na wewe umepona. Unasema kama bahati sio wewe, Mungu kupitia wewe amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Semani Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Itakusaidia hata kufanya maamuzi. Itakusaidia kufanya maamuzi sahihi. Unatafuta mchumba huku na huku, unaona linatokea la kutokea, unasema ni kama Mungu, kama nilijua. Sio ulijua, Mungu aliingilia kati. Bwana Yesu asifiwe. Unajikuta tu huku na huku, umeenda kwenye mkesha, hata siku ulikuwa umechoka, unasema lakini anyway, pamoja na kuchoka huku, acha tu nijikongoje niende kwenye mkesha. Unafika kwenye mkesha, mara unasikia dada, kwa nini namba yako ya simu na nini? Alafu kutokea hapo kwenye mkesha ndio tayari umepata mchumba na mambo yanakuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Sio wewe, ni Mungu. Amen. Kadiri unavyoomba haimaanishi kwamba hautakosea. Haimaanishi kwamba hautakosea. Inawezekana ukakosea. Mimi nilikuwa niko zangu huko Arusha nasoma huku na huku, chuo kikafungwa huku na huku, nikasema niende zangu Zanzibar huku na huku, nikapata mke huku na huku, mambo mengi yakatokea. Nilikuwa nina Zanzibar. Mungu aliniongoza kwenda Zanzibar. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu ambaye alitupa pesa ya kununua, ya kujenga lile tenti lote tulikuwa tunaabudia kule, ni mtu ambaye nilikutana naye Zanzibar. Let's say sikwenda Zanzibar. Na mwingine siyasemi leo, tutasema siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akusaidie mtumishi wangu. Amen. Yaani nikiangalia hapa, tuko ni vijana, yaani bado una muda wa kupanda miti wewe. Panda miti, usiwe na haraka. Tulia kwenye uwepo wa Mungu. Mungu ni mwaminifu. Tatizo letu sisi watumishi wa Mungu, haraka. Hata mimi pia na haraka. Matatizo ninayo. Yaani jamani, hata mimi nayo matatizo. Yaani unatamani ufanikiwe ya chap nini na nini. Hapo zinatokea mishe za haraka tu. Yaani ukiingia hapa mambo yametokea,
ila umekanyaga moto. Jamani, hata na mimi leo nakuwa na hizo changamoto kwa kweli. Lakini unapotoa maisha yako kwa Mungu, unapowekeza maisha yako kwa Mungu, una avoid matatizo mengi. Mimi nawaambia ninyi vijana, kama mtaendelea kuwa hivi, mimi nawaambia miaka tunayoendelea huko mbele, tutakuwa watu wengine. Tunakutana watu wengi. Nakwambieni, miaka 5 iliyopita tulikuwa wapi? Leo tuko wapi miaka 5? Mungu anaweza akafanya kitu ndani ya usiku mmoja. Yes. Lakini sio jambo lililotengenezwa siku moja. Sio jambo la siku moja au mwaka mmoja. Katibu anakumbuka, mama mwenyekiti anakumbuka. Wengi wanakumbuka. Tulikuwa tunaomba, tunasema jamani, haya tunayoyaomba siku moja tutayaona. Hatujui, lakini kuna siku tutayaona. Kuna siku. Haikuja kwa wakati tuliotaka, lakini Mungu ametusaidia. Lakini pia jambo hili linapoenda kumaliza, ukumbuke kwamba Mungu hatendi eti kwa sababu ametenda. Mungu anatenda hata kama hajatenda. Sio, unanielewa? Mungu hatendi eti kwa sababu ametenda. Mungu anatenda hata kama hajatenda. Nilikutana mtu mmoja akaniambia, tulikuwa namuonyesha picha fulani, akasema sasa hapa hata mtu akikwambia kwamba Mungu anafanya, hata mtu anayesema, ngoja nikwambie mtumishi wa Mungu, usiamini Mungu anatenda eti kwa sababu umeona katenda. Mungu anatenda, na anavyotenda hatendi kama wanadamu ambao wanatarajia waone Mungu anatenda. Mungu anatenda hata kama vitu havionekani. Mungu anafanya, na Mungu anajibu hata kama majibu uliyoyataka hauyaoni. Usidhani ukiomba Mungu hajibu. Mungu anajibu, kwa sababu Mungu anakuwa na mambo anafix. Unaweza ukaomba hivi anakuambia utajazwa Roho Mtakatifu. Unaweza ukaomba hivi akaja kufix tabia. Huyu kijana huyu ninavyomuona na haya mapepe nao yaona, nikimpa milioni 2 nimempoteza. Acha kwanza nimtulize hapo. Huyu kijana huyu, mimi nakumbuka nimetoka kulima kibarua, nikapata 500 yangu. Yaani 500 nayo nimiliki mimi. 500 ya noti ya kwangu mwenyewe. Sio ya mama, hatuchangii na mama. Maana kuna zingine mtu anakupa, mama anasema nitakuwekea. Akishaweka anakula, ukija kumuuliza tu, mimi toka nilipokutunza umenishalipa. Nimesema, lakini si ya kwangu. Kwa hiyo unanidai, basi na yaishi. Basi sasa mambo yatakuwa mengi. 500 yangu mwenyewe, yaani niliishika hivi. Nimeishika hapa juu, natembea nayo. Na ikimbiza afu na inusa, sasa najua harufu ya hela. Na sasa fikiria huyu kijana 500 inamzuzua. Ukimpa bodaboda ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Inawezekana una changamoto, unakosa uvumilivu. Wote tuna changamoto. Lakini kadiri tunavyokaa kwenye maombi, tunavyokaa kwenye uwepo wa Mungu, tunaweza kuwa tunaenda na mambo mengine, lakini Mungu anaanza kutengeneza tabia. Anakurekebisha. Ulikuwa na tabia, yaani ukimwona dada akipita, yaani wewe, yaani kama vile kichwa kinachanganyika. Unajua kuna watu wengine sijajua kama wewe kupitia hizo shida. Yaani ukimuona, yaani ukiona mdada, yaani unavurugika. Yaani mambo yanaharibika kabisa, yaani akili zinayeyuka. Hata akikusalimia ni kando kabisa. Jamani. Yaani Mungu aanze kufix tabia. Anaanza kufix mambo. Kwa hiyo wewe unaomba mambo mengine, Mungu anafix. Anatengeneza. Unaomba akufanye kuwa bilionea, Mungu anafanya. Huyu kijana juzi tu nimempa bodaboda kanisani. Anamwambia mchungaji, yaani abiria wananipigia, kuna abiria wa saa 12 au na kuna abiria wa saa 5. Ila huyu wa saa 5 anampelekaga Kigamboni. Sasa mchungaji, yaani hapa nafikiri tuendelee kuombeana. Au mimi anasali Kigamboni kanisa la kule kwetu. Ya nafikiri kama lipo sali. Hata huyo Kigamboni kwenyewe hasali. Yanatokea huko na huko.
Neno Mungu huyu ngoja nimrekebishe kwanza. Na kuna vitu kwanza vya kwanza kufix. Kwa lazima uchelewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, Mungu atusaidie. Ndio maana Yesu alipokufa pale msalabani alisema imekwisha. Kwa sababu wote tunafeli, wote tunashinda. Lakini iko neema, uko msaada kwenye msalaba wa Yesu. Hauna uvumilivu, rudi kwenye msalaba. Mwambie Yesu, nisaidie. Ni kweli nina jambo langu limenikaa rohoni. Natamani litokee hata leo. Maana kuna aibu kama hili jambo lisipotokea. Na nitahidi nivumilie, lakini siwezi. Nisaidie. Nataka nikwambie uko msaada kwenye msalaba. Yesu atakusaidia. Unakosa utii, unashindwa kusubiri, Mungu akusaidie. Tunaporudi msalabani, wote tunatakiwa tukimbilie msalabani. Hata mimi mchungaji, nina mambo yangu, wakati mwingine ninashindwa kuwa mvumilivu. Na kuwa naangalia, naona yaani kama mimi nilikuwa natamani kanisa tulijenge ndani ya mwezi mmoja, tumalize. Anyway, mwaka unaenda kuisha. Uvumilivu unanishinda. Nataka nirudi msalabani. Yesu nisaidie. Usikute labda hapa tunachotafuta ni kwamba yaani tuwanyooshe. Mungu atusaidie. Atupe uvumilivu. Msalabani kwa Yesu iko neema. Kuna msaada. Lakini pia dumu katika maombi. Kabla hujafanya maamuzi, shirikisha Mungu. Nipeleke hilo jambo kwenye maombi. Yesu anaweza kukusaidia. Na hata kama umekosea kwa bahati mbaya, rudi msalabani. Yesu atakusamehe. Atakuondoa aibu. Na atakupa nguvu mpya. Niombe usimame mahali ulipo. Unaweza kumwona Petro alimkana Yesu. Lakini tunaona leo anao ujasiri wa kuzungumza maneno ya Mungu. Yesu amemwondoa aibu, amemwondoa hatia. Mungu